Kuna miji mingi maarufu, kuna miji mingi ambayo imeshafanya miujiza na vitu vya kutisha. Katoro imekuja kuwa baba lao baada ya kuleta mzee baba tajiri ambaye anafanya kufuru kwenye mashuhuri, sherehe na vitu mbalimbali ambavyo vinahusisha utamaduni wa kutunza pesa. Aliyopo mbele ya kamera ni mke wake ambaye anafahamu mazito zidi ya ule utajiri. Najua unafahamu kwamba utajiri una siri nzito na mambo mengi ambayo sio rahisi kuyafahamu. Leo mke wa tajiri kutoka hapa Katoro anaenda kuzungumza yale ambayo pengine yanaenda kukufungulia dunia na kukuelewesha kwamba siri ya pesa ni nini, siri ya kile ambacho nakiona mbele za watu wengi ni nini. Kama hujasubscribe nikukumbusha tena, hakikisha umesubscribe wewe wa kwanza na ufikishana yale yote ambayo mara zote itakuwa nakuwekea. Mama yetu, shikamoo. Wema, pole na kazi, pole na majukumu vile vile. Asante. Mtaani wanapenda kukuita mama nani? Mtaani wanapenda kuniita mama Jeni. Mama Jeni. Yeah. Ni mke wa tajiri ambaye pengine amekuwa akionekana akiwatunza watu wengi sana kwenye mashuhuri. Mtaani jamii inakuonaje kama wewe ndo mke wa yule tajiri? Jamii ndio hivyo, kila mtu akosi kuzungumza watu. Kila mtu lazima azungumze tajiri huyu bwana hivi, tajiri fulani tumemwona anatunza watu hivi na hivi. Yaani iko hivi. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Okay. Kama wewe ndo maza mjengo, huwa unajisikiaje? Yaani unaona wivu, labda unaumia, unahisi anachezea hela au unahisi sehemu yake ya furaha? Yaani siwezi kusema anachezea pesa, hapana. Mimi naona ni kitu cha kawaida kwa sababu kulingana na mazingira tuliokuwa tumekaa, yani tuliokuwa tumeanza mwanzo mpaka sasa hivi. Sio yeye tu, hata mimi mwenyewe pia nikienda kwenye mashughuli, ni kawaida yetu kuchezea pesa. Ni kawaida sana kuchezea pesa. Kuna mtu anaweza kawa anafikiria kwamba kwa sababu mmekuwa mkitumia hivyo pesa ambavyo wengi wanatafsiri ni kutumia pesa vibaya, wanaweza kafikiria labda maisha yenu ni ya kitajiri. Labda nani ametoka kwenye familia ya kishua, labda wewe ama yeye, kati yenu nyewe wawili? Kwa sababu kwa matumizi hayo mtu anaweza kusema ungekuwa ametoka maisha maskini hawa asingefanya hivyo. Ni kweli, sio mimi, sio mwenzangu. Hakuna mtu ambaye aliyekuwa na maisha mazuri hapa. Sababu mimi huyu bwana tumekutana naye tangia tuko shule. Tangia shule ya msingi. Tukawa ni marafiki mpaka tulipokuwa darasa la 7, kwa tukaanza mahusiano mimi na yeye. Tukaja tukafaulu, tukasoma mpaka sekondari, na mimi nikaishia kati. Nikaishia kati akamaliza mpaka form 4. Kutoka form 4 wazazi wake walishinda kumuendeleza kulingana na kipato. Kipato ni cha chini sana. Yaani sio upande wake, sio upande wangu. Kwa kweli tulikuwa na maisha ya chini sana. Nimeona kwa kaniambia mimi naenda mara moja kutafuta kazi. Ila naomba hata kitokea mchumba yoyote, naomba usinikubalie. Okay. Sawa. Maana yake maisha yenu kiufupi yalikuwa tu ya chini ambayo hamna mtu ambaye kwao ana maisha mazuri, wewe wala yeye, sio tafsiri? Hakuna anayemzidi mwenzie. Yaani wote tuko hivyo. Okay. Sawa. Wakati anaondoka kwenda kutafuta maisha, unasema alikwambia usimkubalie mtu yoyote. Alikwambia anaenda wapi, ama ulikuwa unaona yani maendeleo yake ya kwamba anaelekea wapi, na ulikuwa unaonaje? Alitokea rafiki yake mmoja akamwambia tuachane na hii shule, twende tu. Kuna rafiki yangu mmoja akawa amemfuata rafiki yake waende wakachimbe madini. Kwa hiyo akaja akaniambia mimi naomba tu mpenzi wangu niombee kila laheri, naenda kuchimba madini. Nikamwambia sawa, hamna shida. Ndio akaenda. Okay, sawa. Maana yake wakati anaondoka aliacha shule. Ilikuwa ni form gani aliacha? Aliacha, yani tuseme aliacha kama kwenye form 4. Ndio akaachana na hata mtihani hajafanya. Okay. Sawa. Mtazamaji, unaenda kupata picha kwamba kusoma sio utajiri. Kusoma ni maarifa na utajiri ni utajiri kama ambavyo tunafahamu. Sasa hivi maisha yenu yamebadilika. Napenda nifahamu baada ya yeye kuondoka, kitu gani kiliendelea zidi, yani wewe na yeye? Yeye baada ya kuondoka akakaa sana kama mwaka mmoja. Ukaa mwaka mmoja ikabidi arudi nyumbani na kuniambia bwana, mimi nimerudi, nataka nikutolee barua tufanye process ya kuoana. Nikamwambia sawa, hamna shida. Kweli wazazi wake wakafanya process, yani ni harusi yetu, wakamuita tu
Yaani wakatoa tu hela ni pale, ni makubaliano, yaani ni ya chini sana. Kwa hiyo wakatufundisha ndoa tu pale, tukachukuzana wenyewe tukaondoka. Lakini baada ya kufika pale kwake, na maana yaani maisha sio walikuwa, kwa sababu alishanielezana mimi nampenda sana. Kwa hiyo maisha yetu yakawa ni ya kawaida sana, nitumeka tu godoro na kitanda tu basi, tuna ndoo na jiko hivyo, yani maisha ya kwanza. Sawa. Umesema wakati unaolewa alitoa pesa ya chini sana, unaweza kusema ni shilingi ngapi? Ni pesa ya chini sana, yaani pesa yenyewe ni 100,000 kwa kweli. Uliolewa kwa 100,000? Niliolewa tu kwa 100,000. Unaona, na tajiri wa sasa. Na tajiri wa sasa. Kwa hiyo akatoa 100,000, basi maziwa kalizia kulingana, hakuna ambaye mwenyewe kumzidi mwenyewe. Sawa. Kuna kitu hapo nataka nifahamu, samani na kukatisha. Mtazamaji pia utaniwia radhi kwa sababu natamani ufahamu na mkasa mwanzo mpaka mwisho. Wakati anatoa yeye hiyo 100,000 wakati wewe unaolewa, alikuwa amepangiwa jumla ya mahali shilingi ngapi? Yaani kulingana wazazi wangu na wazazi wake pia, akawa wote tuseme kama ni kitu wote wamekubaliana. Walimwekea tu 1,500,000. Mahali yako ilikuwa 1,500,000. Kwa hiyo akajitafuta akatoa 1,000,000, akanichukua ndo tukaenda kwanza maisha yetu. Okay. Sawa. Wakati ambao anakuja amekuacha kijijini kaenda kutafuta maisha mpaka anakuja kukuoa, wewe ulikuwa umekaa kijijini ukimsubiri kwa muda gani? Mwaka, miezi ama siku ama wiki? Kwa kweli yeye kwenye kutafuta kaka kama mwaka na nusu tuseme anakuja na kupata. Kwa hiyo alipokuja kunipata kulingana mimi, kwa kweli watu wengi tu walikuwa wanakuja kumtolea hela pamoja, lakini yaani sio chaguo langu ni mimi. Na zamani inaonekana ilikuwa nzuri kweli na na kawaida. Kawaida. Okay. Sawa. Maana yake alipokuja kuoa na kukuchukua, maana yake mkaenda wote huko migodini ama mlienda wapi, yani ambapo alikuwa anatafutia maisha yake? Huko mgodini. Sababu mgodini japo ni shamba, lakini kuna sehemu ambayo kijiji cha watu ambao wanaishi. Lakini pia kuna kupoke na wale maturubai wanaweka. Maturubai ni ofisini kwao. Tuseme kazini kwao. Lakini sisi tulikuwa tuko karibu na kijiji, na maana anaweza kwenda kazini na kurudi. Okay. Sawa. Wakati yeye amesha kuchukua kule, unajitafuta na hayo maisha, yeye mnapambana. Wewe ulikuwa unajishughulisha na nini kwa kipindi hicho? Kwa kweli kulikana na maisha yetu, yani tulikuwa bado kwa kweli kusema hata labda nifanye kazi fulani, labda nifanye hivi, tulikuwa hapana. Mimi nilikuwa kama mama nyumbani. Nilikuwa mama nyumbani. Basi akaanza maisha kupambana huko na kule. Akija mke wangu, leo nimepata 20,000 hapa, nikawa naweka 5,000, nilibaki tunafanya matumizi. Tunafanya hivi, yani hivi, akienda akikosa ni kitu cha kawaida. Unajua leo mwanangu amekosa, naweza kakata wiki 2, tunatumia tu hela hizo. Yani tunakula tu, ni vitu vya kawaida kulingana mwenyewe tumeshapendana, kila mtu kanipenda mwenzie. Yani sisi tunaona kama maisha yetu ni furaha tu, yani hana mabadiliko. Unaona, yani kikubwa tu ni kumwombea ili uko kazini kwake aende salama na kurudi salama, yani ni hivyo. Napenda nifahamu wakati ambapo yupo kwenye utafutaji kwenye hiyo level ya chini, labda mlibahatika kupata mtoto? Baadaye tukaja tukapata mtoto anaitwa Jennifer, ambaye ni binti yangu ya kwanza. Nikaja kupata mtoto. Basi baada ya hapo maisha kidogo yakaanza kunyanyuka kidogo. Kumbe wanasema mtoto anakuja na baraka zake. Maana yake baada ya kupata mtoto maisha alianza kunyoka kuwa na uafadhali. Kidogo ikae na afadhali. Baadaye akaja kaniambia mke wangu, mimi bwana, kuna maisha tulikopo nayo ya chini sana, na kama hivi tumeshapata mtoto huyu lazima baadaye atakuwa anataka kwenda shule. Umeona, nikaambia kwa hiyo sasa mwanangu unasemaje? Akaniambia basi mimi kuna rafiki yangu ameniambia, umeona, kuna mtaalamu anataka kwenda kunipeleka, si unajua madini. Na mimi sasa nikisikiaga na madini, ukweli madini huwezi kuyapata hivi bila kuwa labda na nyota, labda kufanyaje. Na mimi nikasema sawa, hamna shida, sababu yeye kila anachoniambia mimi ni ndio, kwa sababu sina cha kupinga. Yani sina cha kupinga kwa sababu ninampenda. Kwa hiyo nimekubali. Unaona, nimekubali. Kweli kaenda kwa mtaalamu, kwenda kule kwa mtaalamu, akamwambia bwana, mimi nakupa masharti. Okay, sawa. Hapo
Maana yake baada ya Godini, baada ya hiyo kupata mtoto na nini, alikaa